Karibu katika episode ya 5 recap yetu. Tunaendelea pale tulipokuwa tumekomea katika episode ya 4. Ni maana baada ya kumuona bidada Yoro akiwa anamshuhudia rafiki yake Minja akiwa anabandika mabango katika ile eneo la airport, kitu ambacho hakiruhusiwi kabisa. Na tena akikumbuka mbata alizokuwa anapigwa shuleni, basi hata ujasiri wa kumfuata rafiki yake kumstopisha akawa na ukosa. Lakini mwisho wa siku akajipa ujasiri na kusema kwamba katika maeneo haya ya airport hairuhusiwi kabisa kubandika hayo mabango. Tafadhali naomba uondoe. Alafu kitu kingine ni kwamba sitaji kula chakula cha mchana pamoja na wewe kwa sababu hakuna urafiki mbele yetu. Angalau kidogo bidada Yoro akajitia moyo kwamba siku hizi nimekuwa jasiri, bora hata nimeweza kuongea naye. Lakini bidada Minja hakuwa tayari kumwacha bidada amfanyie tukio hilo kirahisi namna ile. Alikuwa ameandaa mpango mwingine. Hasa yule jamaa anayefahamika kama Sop alisikia sauti ya glasi ya gari kuweza kupasuka, akawa na vizia katika maeneo hayo. Akaja kugundua kwamba gari hili ilikuwa imepasuka vibaya mno, alafu pia ilikuwa kama imebonia sehemu hivi. Na lakini kumbe Mwamba Suyang alikuwa amejificha kando kidogo ya ile gari, maana baada ya kuweza kufanikiwa kujitoa mkono wake, lakini kuna damu nyingi zilikuwa zinamtilika katika ule mkono. Na Mwamba Suyang akiwa anajua kwamba hakuna aliyeweza kumuona, kumbe Mwamba Sop alikuwa ameweza kumuona, akamchukua na akamrudisha nyumbani. Na jamaa, hii hali ya Mwamba ilikuwa inamshangaza sana. Akatoka mpaka nje ile nyumba, akawa anamwangalia jamaa huko ndani. Huyu jamaa mbona ana hali mbaya kiasi kile? Lakini Dr. PhD akawa anamwambia jamaa kwamba hali yake itazidi kuwa mbaya kwa sababu asikilizi maelekezo. Ni muhimu akawa anamsikiliza kwa kila kitu ambacho anamwambia. Na akamwambia kwamba mishipa yako sasa hivi inaonekana inaingia katika hali ya damage. Na akamwambia kuwa kuna chipu ambayo nimekuwekea kwa ndani. Hiyo chipu ndio inayosababisha hali yote iweze kuwa hivyo. Lakini kwa sababu hiyo chipu ni kama vile imeanza kuharibika, ndio maana hali yako inaanza kuwa kama hivyo. Kwa unatakiwa kuacha kwa muda kidogo kila kitu unachokifanya. Lakini jamaa hofu yake ilikuwa ni yule mlinzi katika maeneo ya airport ambaye alikuwa amemsaidia siku ya jana. Kwa bahati mbaya jamaa alipokuwa amepigwa na shoti, sasa kumbuka kwamba mkono wake ulikuwa unatoa moto. Kwa yule mlinzi aliweza kumuona jamaa mkono wake ukiwa na hali ya urobot. Akawa anasema kama habari zangu zikitapakaa kwamba mimi na mkono wa chuma, hii kitu kitaniumiza sana kwa sababu sitamani kabisa habari hizi ziweze kutapakaa wala mtu mwingine aweze kujua. Hii habari alikuwa anamwambia Mwamba PhD. Jamaa akawa anamwambia PhD kwamba nahitaji unipe mwezi mmoja tu kabla ya mimi kuweza kupumzika. Na huu mwezi mmoja tu peke yake nimpende huyu bidada kadri ninavyoweza. Alafu baada ya huu mwezi mmoja na kuhakikisha kwamba nitapumzika na utakwenda kunitibia mkono wangu. Ni kweli kabisa. Kesho yake ilipoweza kufika, jamaa alivaa vifaa vyake na moja kwa moja akatupia na saa, kisha akapiga suti. Huyo anaelekea kazini kama kawaida. Yaani jamaa hatamani kukosa nafasi ya kushinda na bidada hata kidogo. Hasa ile wamefika ofisini, ghafla tu simu zao wote wawili zikaanza kuita kwa pamoja. Ikabidi bidada Yora aweze kupokea simu. Na mtu alikuwa anapiga simu alikuwa ni yule Mwamba Sop aliweza kumsaidia Mwamba jana usiku. Anahitaji kuongana na bidada ili aweze kumweleza siri aliyoweza kuiona kwa jamaa jana usiku. Lakini pia huku naye Mwamba amepokea simu kutokea kule bidada Minja alikuwa anamneaga sana bidada Yora akiwa shuleni. Akasema kwamba nataka niongee na wewe kuhusiana na bidada Yora. Bidada Minja alipomaliza kumpigia Mwamba simu Suyang, moja kwa moja akamfuata bidada Yorang na kumwambia kwamba nataka unikatie tiketi ya VIP. Kama usiponikatia tiketi hiyo, basi nitakwenda kumwambia mambo yote ulikuwa unafanya shuleni huyo jamaa wako Suyang. Sasa mtu pekee ambaye anahusika katika utoaji wa hizo tiketi za VIP ni kaka yake na Mwamba Suyang anayefahamika kama Dogun. Sasa alipoweza kufika tu bidada akawa anapata kigugumizi namna ya kumwambia huyu kaka mtu kwamba anahitaji tiketi ya VIP. Lakini kaka mtu ndo akaanza kujitambulisha kwa bidada kwamba mimi ni kaka yake na Mwamba Suyang rafiki yako. Nina siri ya kutaka kukwambia juu yake. Na kabla hata kaka mtu hajaanza kufunguka siri, ghafla tu Mwamba Suyang akaweza kujitokeza pale. Jamaa akawa amefunga mdomo wake kimya. Alafu Dogun alivyo na roho mbaya akaanza kusema kwamba hivi unajua kwamba huyu mpenzi wako ni mlemavu? Hapo alipo tu kwanza kuna siri ambayo ipo katika mkono wake. Mwamba kazidi kukasirika kwa sababu jamaa anaitoa siri yake ambayo yeye alikuwa anaificha kwa muda mrefu. Sa ile alivyokasirika sana mpaka mkono wake ukaanza kutikisika, nguvu ya usumaku ikaongezeka pale ndani. Vyombo vikaanza kuanguka chini mpaka vijiko vikaanza kutua katika ule mkono wake. Mwamba akatoka nje kwa hasira sana, lakini bidada akabaki anashangaa kwa nini hivi vitu vilikuwa vinaufuata mkono wake, au jamaa ana siri ambayo mimi siwezi nikaifahamu. Na Mwamba alikimbilia mpaka katika maeneo ya store akajifungia huko. Bidada anajaribu kumtafuta kupitia radio call, lakini Mwamba bado alikuwa hapokei na hataki kuongea na mtu yoyote yule. Na huyu Mr. Sop naye kama kawaida kama amemfuata bidada, anataka kumweleza kile alichoweza kukiona siku ya jana kwamba jamaa alitumia mkono wake kuweza kupiga gari na likabonyea. Alafu huyu Mr. Sop sijui ana akili gani, akamfuata Mwamba Suyang akamwambia kwamba sidhani kama bidada atakuwa tayari kudeti na mtu ambaye ni mlemavu wa mkono. Kwa hiyo ni muhimu umwambie bidada ukweli kabla mimi sijamwambia ukweli wako. Na huku upande wa pili bidada Yoro amekaa ndani ya ofisi yake anaangalia kile kiti cha Mwamba Suyang. Yaani haamini kabisa kwamba Minja atakwenda kumwambia Mwamba kwamba yeye alikuwa anamuonea sana shuleni. Sasa yeye ana hofu, hataki hisa mambo yake yafahamike. Lakini dakika hizo hizo Sokuni akaweza kujitokeza na akampatia bidada tiketi 4 za VIP. Sasa inaonekana kwamba Sokuni alikuwa anaelewa mchongo mzima namna ulivyokuwa unaendelea na aliweza kushuhudia jambo lile. Aligundua kwamba bidada hataki mambo yake yafahamike kwa Mwamba.
Akamwambia, nimekusaidia leo, lakini kama usipofanya maamuzi sahihi, basi atakuendesha huyo msichana mpaka utakapoingia kaburini. Lazima ukutambue jambo la msingi la kuweza kumfanyia ambalo litakwenda kustopisha kila kitu. Bidada Yora baada ya kuzipata zile tiketi moja kwa moja kaenda sasa kwa bidada Minja ili aweze kumkabidhi, lakini kabla ya kumkabidhi kwanza akashtuka, akamwambia sikupatii tiketi, ninazo na sio kwamba nimekuja kwa sababu sindiyapata tiketi, nimezipata na sikupatii, na zichana mbele yako na huna cha kunifanya hata kimoja. Haya, fanya unachotaka kufanya, nenda kamwambia unachotaka kumwambia. Sasa huku upande wa pili tunaonyeshwa Mwamba Soyang akiwa yule na Mwamba PhD anamwambia kwamba ni kwa nini mwili wangu unaonyesha utofauti sana, yani kutoka siku ambayo nimekutana tu na bidada nimegundua kwamba mwili wangu unaonyesha utofauti mkubwa. Niliweza kuona sumaku ikiwa na nasa ile cheni yake. Halafu kitu kingine nimegundua kwamba kadri ninapozidi kuwa na hisia na bidada na kumkumbuka sana, ndivyo mwili wangu hali yake ya usumaku inaongezeka zaidi, mpaka kuna wakati najikuta na nasa hadi kwenye magari. Wakati huo hata Mwamba kabla ya kujibiwa, bidada Yora akawa anapiga simu. Basi ikabidi profesa kuweza kuipokea ile simu na akamwachia jamaa. Basi jamaa akawa ameipokea akaanza kuongea na bidada. Lakini bidada Yorang alikuwa akimwambia Soyang kwamba ninahisi kwamba kuna kitu ambacho unanificha na unatamani kuniambia, japokuwa ni kama vile hutaki pia. Naomba uniambie kama kipo kweli. Basi kesho yake tena bana wakakutana hao wawili na Mwamba akaanza kumuuliza bidada, unahisi kwamba mimi nina utofauti gani? Bidada akasema, natambua kwamba kila binadamu anaweza kuwa na utofauti, lakini kwangu si kitu ambacho najali sana. Hebu kama kuna utofauti ambao upo ndani ya mwili wako niambie tu. Lakini Mwamba akasema, huo utofauti ambao wewe unauzungumzia unasokea pindi ambapo nakuwa jirani na wewe. Wewe ndio sababu ya utofauti wangu. Bidada alishangaa, yani mimi ndio sababu ya mabadiliko yako? Mwisho wa siku jamaa akanyanyua mkono wake akataka kumkisi bidada, lakini akatilia shaka. Akasema naomba muda, akawa anaondoka zake. Sasa bwana we, kuna msala ulikuwa umetokea katika mitaa ya airport. Kuna bidada mmoja alikuwa ameachana na bwana wake. Sasa bwana wake hakuwa tayari kuachana naye, akawa amemfuata pale airport na kumshikia kisu, akawa anamtishia na kumwambia kwamba nitakuchoma kisu kama usiporudiana na mimi. Lakini bidada Yora kwa sababu yeye ndio mhudumu katika lile eneo la airport, haraka sana akaenda kuwahi ile scene. Kwa bahati mbaya yeye ndio akawa amechomwa na kisu. Kwa bahati mbaya ile ikamsababishia damu nyingi kuweza kutiririka kwa wakati ule. Na Mwamba aliyemchoma bidada Yora na kisu akawa amekimbia nje ya ile airport. Na Mwamba Soyang alipata habari ya kwamba mpenzi wake eti amechomwa na kisu. Bwana we, hii kitu ilimuumiza sana. Akauliza ni nani aliweza kumchoma. Akaambiwa kwamba kuna jamaa mmoja hivi ambaye ni mpenzi wa mwanamke mmoja ambaye ni mfanyakazi wa hapa, ndio alikuja kufanya fujo hapa. Kwanza aliangalia picha ya huyo jamaa kwa umakini sana, akaikalilisha. Mpaka kufika jioni akawa amepeleleza sana na akagundua wapi jamaa anashinda. Aligundua jamaa huyo anapenda sana kushinda kwenye internet cafe. Jamaa alimdunda sana. Alafu baada ya hapo akamchukua akampeleka katika maeneo ya airport. Kumbuka kwamba huyu jamaa alikuwa anatafutwa na polisi wa airport. Kwa hiyo akawa amejipeleka yeye mwenyewe. Basi kaka jambazi alipoweza kukamatwa alikuwa anamwangalia bidada na akagundua kwamba huyu bidada ndio amemsababishia haya yote. Akawa anacheka tu. Bidada alihofia sana kwamba isije ikawa siku moja ili jamaa alikaja kumlipia kisasi. Lakini wakati huo Mwamba Soyang akajitokeza. Jamaa alikawa linakumbuka kichapo cha jana. Aisee, kwanza likaishiwa power na likamtazama sana Soyang, lakini mwisho wa siku likakadirisha jina ambalo lilikuwa limeandikwa katika kitambulisho cha jamaa, Soyang. Hasa kumbe bana, huyu jambazi aliweza kukamatwa na kupelekwa polisi leo. Alikuwa ni mdogo wa yule jambazi wa kipindi kile cha zamani ambaye alikuwa amemkamataga kakake na Mwamba Soyang na kuweza kumpiga kichapo kizito. Alafu mdogo Soyang alipokuwa ameingilia ndo akapataga hiyo ajali. Sasa yule alikuwa amesababisha ile tukio zima ndio huyu mdogo wake. Sasa huyu Mwamba Dogon kwa nini alikuwa anafukuzwa kipindi kile na majambazi? Ukweli ni kwamba huyu jamaa aliokotaga ushahidi ambao unaonyesha matukio ya kiuhalifu kutokea kwa huyu jambazi. Sasa hawa majambazi walikuwa na muinda, walikuwa wanataka ushahidi wa yale yote alikuwa ameweza kuyaokota. Hasa ile siku walipokuwa wanamshambulia, walikuwa wanamshambulia ili lengo aweze kuonesha ushahidi upi ambao aliweza kupata kutoka kwao. Ndio mdogo mtu akawa ameona tukio zima, wakati anawakimbiza hao jamaa ndo akamsababishia ile ajali iliyosababisha ulemavu wake. Bwana we, kaka jambazi akamfuata Dogun kaka yake na Mwamba Soyang na akasema kwamba mdogo wako ameingia katika njia yangu, ameweza kumpiga mdogo wangu siku ya leo na kumsababishia majeraha na amempeleka polisi. Sasa kaka mtu alipogundua kuna hatari kubwa sana itakwenda kumkabili mdogo wake, leo alikwenda kuripoti kwa meneja na kusema kwamba mdogo wake anaonekana na mkono ambao una chuma ambacho kina sumaku, kitu ambacho kinaweza kikaathiri vifaa vyote vinavyotumika hapa katika maeneo ya airport. Ni kweli kabisa bwana. Kufika jioni ukatolewa uhamisho kwamba Mwamba Soyang anatakiwa kuhamishwa kutokea katika airport hii kuelekea katika airport nyingine. Na Mwamba Dogon akajitokeza wazi kabisa. Na Mwamba alikuwa ameelewa kabisa kwamba kakake ndio ameweza kusababisha jambo hili. Na dogo mtu akamwomba kakake waongee private kidogo. Basi walipoweza kufika huko private akamwambia, kaka, kama upendi kuniona katika hii airport, kwa nini usiache kazi yako hapa? Kuliko unaendelea kubakia hapa unaumia ukiniona. Vipi kama nikihamia sehemu nyingine na ukahamishiwa huko? Kwa hiyo maana ndahamishwa tena. Lakini kaka mtu akasema, wewe ni kipisi kidogo sana cha karatasi. Huwezi kuelewa mambo yanavyokuwa.
kwenda, lakini kwa usalama wako na kuomba uweze kuhama katika airport hii. Ni muhimu sana uhame mdogo wangu. Lakini Suyang alikuwa haelewi kabisa kaka yake anamaanisha nini. Lakini wakati huo kaka mtu ametoka kidogo katika maeneo haya, akawa amekaa na watu fulani hivi. Dogo alipowatazama hawa watu ndo akakumbuka hawa ndo walikuwa anampiga kaka kipindi kile cha zamani. Dogo mtu akamfuata kaka yake, akasema kumbe unaniambia nihame katika airport hii kwa sababu ya hao watu. Mimi siwaogopi lakini kaka mtu akamwambia kuwa hawa watu ni hatari kuliko wewe unavyoweza kufikiria. Unatakiwa kuhama hapa. Sasa mishale ya usiku Mwamba penzi limenoga kweli kweli. Atamani kabisa kuhama katika airport hii. Ameambatana na bidada na taratibu anarudi nyumbani. Lakini kitu ambacho hajui ni kwamba anawindwa na watu hatari na nusu. Mwamba Suyang siku ya leo anataka kumwambia bidada ukweli wake mzima. Akamwalika nyumbani. Walipoweza kufika nyumbani akamwambia ageuke kidogo. Bidada baada ya kugeuka Mwamba akavua nguo zake na hapa alikuwa viungo vyake vyote vinaonekanika, yani kwa maana mkono wake wa chuma mpaka mguu. Sasa bidada akajua kwamba Mwamba ameshasaula, anataka wayafanye yake. Akaanza kusema Mwamba, unajua mimi sijawahi hivyo vitu, kwa naomba tuwe wavumilivu, tuvumilie kidogo. Lakini alipogeuka nyuma ndo alishangaa kuona Mwamba ana mkono wa chuma. Bidada alipigwa na mshangao ambao hajawahi kuona wote katika maisha yake. Akajikuta anashangaa tu. Unadhani nini ambacho kitakwenda kujili? Je, bidada atakubali kuendelea kudeti na Mwamba akiwa katika hali hiyo ya chuma? Tukutane katika episode ijayo na ambayo itakuwa ya mwisho kabisa recap yetu. Nikumbushe tu kwamba kama unaishi ndani ya jiji la Dar es Salaam na unahisi una kipaji cha kuigiza, basi ni muhimu ukanicheki kupitia nambari yangu ya simu hiyo hapo, unaweza kuiona chini ya screen yako. Nitakwenda kukupa utaratibu mzima na namna ya kuweza kuungana na kundi letu la PVP Media Group ambalo linajihusisha na sanaa ya maigizo.